na tumlete nabii wa Bwana. Tunamleta nabii wa Bwana tena. Makofi kwa Yesu. Makofi, 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 makofi. Bwana tukuzwe. Bwana tukuzwe. Bwana tukuzwe. Bwana tukuzwe. Bwana tukuzwe. Bwana tukuzwe. Bwana inuliwe. Bwana tukuzwe. Amen. Bwana tukuzwe. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asante The Voice of Triumph. Mungu awabariki. Nataka tena niweke msingi huu. Bwana asifiwe. Wakati huu ni wakati wa kupokea taarifa kutoka kwa Bwana. Muombaji anahitaji taarifa, anahitaji ufahamu, anahitaji information. Unataka kuomba lazima uwe na taarifa. Unataka kuangusha ngome lazima uwe na taarifa fulani zinazohusiana na eneo husika. Bwana asifiwe. Tumeweka mkazo huu. Sikia, andika, alafu tukaombe tena. Bwana tunamshukuru Mungu tena. Mtumishi wa Mungu mchungaji Eri, nabii wa Bwana yuko hapa tena. Asante kwa kutupenda. Asante kwa kusimama pamoja nasi. Na Bwana akubariki sana, na Mungu akutumie tena jioni ya leo katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. 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 Asante. Amen. Shangilie Yesu tena. Amen. Mengi. Wewe ni zaidi ya majeshi. Komando wa Bwana, mpigie tena Yesu makofi mengi na shangwe. Piga kelele kwa Bwana. Uwanja wa vita huwa unakuwaga na vurugu. Uwanja wa vita huwa kunakuwa na shangwe. Wakati adui ameanguka huwa kunakuwa na shangwe. Mtu mtukuze tena Bwana wa mabwana. Yesu ni Bwana. Yani hapa ni kurejesha, ni kuteka mateka, ni kunyang'anya, ni kupola, ni kuchukua vilivyo vyetu mpaka mbingu iseme ya kwamba watoto wa Bwana wale ambao wateule wamemiliki katika nchi. Yes. Hallelujah. Na iwe Bwana jioni ya leo. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Hallelujah. Bwana tunapokea. Basi unaweza ukaketi kwa dakika chache. Bwana tunapokea. To God. Hallelujah. Bwana tunapokea. Na hallelujah. Mshukuru Mungu sana kwa ajili ya baba yetu mchungaji Joshua Anton Kaduma. Na kwa kweli mna baba mzuri. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na nikawa namwambia leo ofisini, kweli mimi ningekuwa sio mchungaji, hata kama ningekuwa nakaa Kigamboni ningekuwa na sare VRT. Na nikamwambia kutoka Kigamboni mpaka VRT, leo nimetoka kule saa 10 kamili. Nimetumia lisali moja tu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikasema ningeweza kuwa mshirika kabisa. Kwa nini? Huwezi kupata baba kama mchungaji Joshua Kaduma. Baba ana maono, lakini ana nguvu ya Mungu. Ndio kitu ambacho wachungaji wengi wa siku hizi hawana. Maana ili uwe na nguvu ya Mungu lazima uwe tayari kulipa gharama. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kadri watu wanavyofanikiwa ndivyo wanavyokwepa kulipa gharama. Ukishajenga gorofa kama hivi, unakula tu sausage. Lakini baba yetu huyu ametufundisha kwa vitendo kwamba Mungu anatunzwa kwa gharama. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuna baba mzuri. Hem, tumshangilie tena Bwana Yesu kwa makofi mengi. Ni baba anayefundisha kwa vitendo. Ni baba anayefuatilia kwa karibu. Ni baba aliyejaa Mungu mwingi. Una kila sababu ya kustawi VRT. Una kila sababu ya kuangusha ngome. Una kila sababu ya kuvaa vazi la utukufu. Hauwezi ukaishia njiani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kama umeshindwa kuelewa kabisa, tuangalie hata sisi jamani. Si tulikuwa tueleweki? Jamani, haleluya. Tulikuwa tueleweki kabisa. Lakini madhabahu hii ya VRT
na baba yetu huyu Kaduma. Jamani, haleluya. Yaani siku hizi daladala unapanda kwa hamu. Yaani umemisi kupanda daladala, unaenda kutafuta hivi nauli itakuwa shilingi ngapi? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ya ndege na yenyewe inakuwa kama daladala. Alafu cha Mungu Bwana, kuna majira yakifika jamani, hauombi. Kwenye msiba wa nani wa mzee Lazaro, nikakuta tu mshirika ananiuliza, "Unaenda lini?" Kaambia naenda siku fulani. Umefikiria kurudi lini? Kaambia nimefikiria kurudi siku fulani. Ndio ikawa imeisha. Baadaye nashangaa nimetumiwa tiketi ya ndege kwenda na kurudi. Sijamuomba wala sijajisemesha sasa sijui itakuwaje. Yeye mwenyewe tukajua baba yangu ana safari ya kwenda Moshi. Kwa hiyo cha kufanya hapa nijiambatanishe naye. Jamani, haleluya. Wewe unaombea nikifumba macho hivi anatokea atokee. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtunze. Jamani, haleluya. Mtunze baba. Hahitaji kusema. Kuna mtoto tu amemwelewa baba yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mtunze baba yetu. Jamani, haleluya. Na baba tuko pamoja. Haleluya. Wakichelewa sisi watoto wa mbali tutafanya jambo. Jamani, haleluya. Lakini nakuombea neema, tunamtunza pamoja. Kama umekubaliana na hiyo hekima madhabahu, mshangilie basi Bwana Yesu kwa pamoja. Na unajua sio kwa sababu ana uhitaji, ila kuna raha tu kwamba una mtoto ambaye amegundua kwamba wewe ni baba yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku bwana nilikuwa na elfu 50 tu. Nikampa mama mtoka mbali. Nikamwambia mama, ya vocha. Sasa mimi sikujua kwamba ina maana kwa kiwango hicho. Mwanae akawa anamuomba hela. Nikamwambia mama, nilikuwa naomba hela hii ya kwenda kusuka. Akamwambia hii sikupi. Yaani ngoja kakutafutie nyingine, hii amenipa mwanangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akawa anasikia raha, yani kuishika ile hela. Kwa nini? Kwa sababu imetoka kwa nani jamani? Kwa mwanae. Sio kwamba anazo nyingi, lakini ile aliyompa mwanae ina raha yake. Jamani, haleluya. Si kwa nini Roho Mtakatifu anaanzia na hapo. Hiyo ni kanuni ya muhimu sana. Jamani, haleluya. Mtambue baba. Na leo nitazungumzia kuhusu familia. Tunazungumzia uzao, si ndio jamani? Na tumemwambia jirani yako ndio tumeanza somo. Tunaposema uzao, tunazungumzia uzao mteule. Nikukumbushe tu, uzao mteule. Mungu ametupa neno linalozungumzia uzao mteule. Na nilisema tafsiri ya neno uzao ni muendelezo wa asili au muendelezo wa kitu cha asili. Unapozungumzia uzao ni muendelezo wa kitu cha asili. Na Mungu akubariki rafiki yangu Mpoki, nimefurahi kumuona. Jamani, haleluya. Tunaposema uzao, unamuona Mpoki kwa jinsi ya mwili. Mpoki anaendeleza asili ya babu yake, alafu anaendeleza asili ya baba yake, alafu asili ya Mpoki huyu ipo kwa kina Elisha inaendelea. Jamani, haleluya. Ungemuona babu yake watatu wa Mpoki, kuna element Mpoki anazo kwa sababu ana vinasaba vyake. Sasa tusome andiko letu kwa haraka na tuangalia sehemu. Fungua sasa andiko letu. Petro wangapi? Petro wa kwanza sura ya ngapi? Sura ya pili kuanzia mstari wa hapo. Tujenge msingi na tuende moja kwa moja kwenye kile kiini ambacho tunaendelea kukichambua taratibu. Haleluya. Twende 1 2 3. Nyinyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme. Jamani, haleluya. Sasa tupo hapo kwenye ukuhani wa kifalme. Tulikuwa tunachambua kuhani, si ndio jamani? Tulikuwa tunachambua kuhani ni nani? Petro anajaribu kuwaambia watakatifu kwamba ninyi ni uzao mteule. Yaani asili yenu ya uzao sio ile ya kibinadamu, kuna asili nyingine ya kimungu. Alafu hiyo asili hiyo mmetengwa maalum kwa ajili ya kazi maalum katika kizazi maalum, ili asili ya Mungu iendelee kuonekana ndani yenu, ili yule Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka aliyejitambulisha kwa Isaka na Ibrahimu, wakimtafuta wamuone ndani yako. Jamani, haleluya. Wakimtafuta yule Mungu wa Yakobo
wakiwatazama wamuone, na sio wamuone kiroho na kimwili. Jamani, katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Tukasema kuhani ni mtu ambaye Mungu amepata nafasi, Mungu anamtumia kuwaunganisha watu na Mungu. Yaani tunasema anakuwa ni point of appointment. Jamani, haleluya. Anakuwa ni kituo cha makutano kati ya watu na Mungu. Jamani, haleluya. Wenye dhambi wanapatanishwa tena na Mungu. Wasiokuwa na haki mbele za Mungu wanapata haki. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu pia anakufanya wewe kuwa kiunganishi cha madhabahu ya Mungu mahali ambapo madhabahu ya Mungu ilibomoka. Huyo ni kuhani. Mungu anakufanya wewe kuirejesha madhabahu ya Mungu mahali ambapo madhabahu ya Mungu ilibomoka. Na tukasema unapomsikia kuhani lazima madhabahu iwepo. Yaani hakuna kuhani pasipo madhabahu. Jamani, haleluya. Kwa sababu Mungu anatamani kukutana na watu. Haleluya. Kwa hiyo lazima awepo mtu ambaye ameteuliwa na Mungu. Sasa katika watu, katika familia yenu, wewe kitendo cha kuokoka, Mungu amekufanya kuwa mzao mteule. Anataka uisimamishe madhabahu yake pale kwenye familia, ili huyu Mungu na asili yake na makusudi yake na mpango wake utembee kwenye familia nzima. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasema Mungu wetu yupo kila mahali, lakini kuna mahali maalum pametengwa kwa ajili ya kusudi maalum. Hapo mahali panaitwa nini jamani? Madhabahu. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu. Na utaona popote pale madhabahu inapowekwa kuna kusudi maalum la kimungu. Kwa nini unakuja hapa? Kwa sababu hapa pana madhabahu. Jamani, haleluya. Hapa pametengwa maalum kwa kusudi maalum la kiungu. Haitoshi wewe kuabudu nyumbani kwako. Ni kweli unaweza kuabudu nyumbani kwako ukakutana na Mungu, lakini kuna mahali maalum ambapo Mungu amepaweka. Jana nilikuwa nazungumzia itifaki ya kiungu. Jamani, haleluya. Ama utaratibu wa kiungu. Yaani Mungu anatembea kwenye utaratibu wake. Ama kanuni za kimungu. Ni kanuni ambazo zinapita kanuni za kisayansi. Ukizifanya zinaleta matokeo katika maisha yako. Jamani, haleluya. Ni kanuni zinazopita kanuni za kidaktari. Daktari akikwambia hapa ni 2 mara 3. 2 asubuhi, 2 mchana, 2 usiku. Unapoanza kuzifuata, unaanza kuona matokeo. Ulikuwa umelala, unaanza kuona umeinuka. Unashangaa, unaanza kuona unapata nguvu. Unaanza kushangaa, unaanza kuanza kutembea ile tetete. Baadaye unaanza kushangaa, unaruka. Kuna vitu umeanza kuvifuata kwa mtiririko kama ulivyoelekezwa. Jamani, haleluya. Sasa Mungu yupo hivyo hivyo. Kuna kanuni ambazo ukizifuata matokeo ni lazima yatokee. Jamani, haleluya. Na usipozifuata matokeo hayatokei. Hata kama wewe ni mzao mteule, una ahadi za kimungu. Na ndio hapo unakuwa una warokole ambao wamedumaa. Una watoto ambao wamefanyaje? Wamedumaa. Yaani ni mtoto wako lakini vile vinasaba havijachangamka. Ile asili haijatokea sawa sawa. Sasa kambi kama hili Mungu anatutengeneza. Jamani, haleluya. Anataka tutokee vile alivyokusudia. Ile sura yake, ule mfano wake, lile kusudi lake, ile neema yake, ile baraka yake, ule ukuu wake, ile mamlaka yake itokee katika maisha yako. Kila kilichopokonywa kirejeshwe, kila kilichoibiwa kirudishwe. Madhabahu ya Mungu ikatokee tena hapa duniani. Na watu waseme, yani kama Biblia ingekuwa inaendelea kuandikwa, watu waseme Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Kaduma, na ajulikane leo kama yupo. Maana watu wamemthibitisha na kumuona. Kuna vitu vimetokea vimezidi akili ya kibinadamu. Watu wakasema hakika huyu mtu ana Mungu ndani yake. Jamani, haleluya. Madhabahu. Na nilisema kuzipo madhabahu 2. Kuna madhabahu ya kimwili, sehemu maalumu
ambayo Mungu hukutana na watu wake. Ukisoma Biblia kuna itifaki ya madhabahu. Mungu yupo kila mahali, lakini alikuwa na sehemu zake maalum ya kukutana na watu ama kudhihirisha nguvu zake. Na leo nitakuonyesha moja vizuri. Tulisema madhabahu ya kimwili hii hapa. Jamani, haleluya. Kuna vitu hata kama ungeomba 100, usipokuja kwenye hii madhabahu bado majibu hujayapata. Kwa nini? Kwa sababu kuna utaratibu wa kiungu kwamba kuna sehemu maalum amekupanda, utakapoenda kwenye hiyo sehemu akutane na wewe hapo. Jamani, haleluya. Na nimesema madhabahu ina kuhani, na kuhani wa anga hili. Jamani, haleluya. Kuhani wa anga hili anaitwa Mchungaji Anthony Kaduma. Mungu amempa neema, Mungu amempa uwezesho maalum wa kuachilia vitu vya kiungu katika maisha yako na vikatokea, wa kubomoa mipaka iliyowekwa katika maisha yako na ukapenya. Hiyo nguvu katika itifaki na utaratibu wa kimungu ameiweka kwa Mchungaji Anthony Kaduma. Na unaweza ukashangaa ukaenda wahubiri wakakuombea kwa mikono na miguu, mambo hayaendi. Alafu ukaja hapa kwa Kaduma akasema tu neno, vitu vikaitika. Kwa nini? Kwa sababu katika hekima ya kimungu aliona wewe ili ustawi lazima amweke kuhani ambaye atamwakilisha, atakayeyatamia maisha yako ili ile sura ya Mungu na kusudi la Mungu liweze kutokea. Ndio maana sio makanisa yote yana kambi ya siku 40. Kwa aina yako wewe ulihitaji kuhani anayefanana na aliye Yoshua Kadoma. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda nje hapo utashangaa. Utakuwa unafanya kazi ya tembo, unavuna sisimizi. Ulishaona tunafanya kazi ya tembo, unavuna sisimizi? Unaumia, unapigika, lakini kila ukiangalia ulichokipata hakishikiki, hakionekaniki. Lakini kuteseka unateseka, jasho linakutoka. Kwa nini? Kuna kanuni fulani haijakaa sawa. Ni sawa sasa hivi uamue kuruka uende hata mpaka Kigamboni hapo, hutaweza. Lakini kuna kanuni hapa. Wale waliogundua ndege waliigundua. Jamani, haleluya. Wakapiga hesabu, kuna kanuni ya uvutani inaitwa the law of gravitation, kwamba ili kitu sasa ukikirusha juu kwa kawaida lazima kishuke chini. Kwa hiyo lazima itafutwe kanuni kinzani ambayo itafanya kitu cha chini kiwe kina uwezo kwenda juu na kuendelea. Walipoigundua hiyo na kuifanyia kazi, ndege ikanyanyuka. Kuruka hapa kwenda Kigamboni ni swala kugusa tu. Kutoka Moshi masaa 7 mpaka 8. Lakini kwa ndege dakika 45. Nini? Kanuni. Jamani, haleluya. Kuna vitu unatumia nguvu kubwa, matokeo kidogo. Kwa nini? Kanuni changanya. Yaani Mungu wetu sio wazigizaga, ni Mungu anatembea kwenye utaratibu fulani. Ukiupatia, nataka nikwambie kwenye kambi hili lazima upatie. Kuna vitu hautatumia akili zako, utatumia neema ya kiungu kukupenyesha katika mahali ulipopenya. Kuna vitu hautatumia elimu yako. Jamani, haleluya. Kuna vitu havihusiani kabisa na elimu yako, havihusiani kabisa na nguvu yako, havihusiani kabisa na ukoo uliotoka. Lakini kuna namna ambayo neema ya Mungu ikikufunika, kwa sababu umefuata utaratibu na kanuni ya kiungu, utapenya pasipopenyeka. Jamani, haleluya. Kuna mambo yatazaliwa kwenye ukoo wako, ukoo mzima haujawahi kuwa na mambo kama hayo. Sio kwamba wewe una akili kuliko wana ukoo wote, ila kuna kanuni fulani kwa neema ya Bwana ukaifuata, bahari ikafunguka. Kwenye kuhani kuna madhabahu, mahali ambapo Mungu na wanadamu wanakutana kimaalumu. Hilo neno kimaalumu la muhimu. Jamani, haleluya. Unaweza ukawa unakutana na Bwana popote pale, lakini kuna kipindi Mungu anataka akutane na wewe kwa mkazo maalum kwa ajili ya jambo maalum. Hapo madhabahu inahitajika. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu ni ya muhimu. Ndio maana usiishi kienyeji. Hapa duniani kuna madhabahu 2 zinazofanya kazi. Kama upo kwenye madhabahu ya Mungu, utaangukia kwenye madhabahu ya giza. Na kama haupo kwenye hizo 2, basi utakuwa mtu uliyedumaa. Maana watu wanaendeshwa na madhabahu.
Kama una madhabahu ya Mungu, nataka nikwambie utapiga mark time sana. Kwa sababu ukiwa huna madhabahu ya Mungu, kama upo tu hapo katikati, kuna watu wana madhabahu ya giza, watakupandilia kichwani tu, hutawaweza. Nitakuonyesha vizuri. Vitu hapa duniani vinaendeshwa kwa madhabahu. Sasa katika madhabahu lazima awepo kuhani wa madhabahu. Na kuna kuhani wa madhabahu ya Mungu na kuhani wa madhabahu ya giza. Wapo. Na Mungu Bwana, Mungu wa ajabu sana. Mungu katika ukuu wake na maajabu yake akasema, acha na giza na lenyewe liwepo ili niendelee kujithibitisha kwamba mimi ni nuru. Jamani, haleluya. Akasema acha shetani na aendelee kuwepo ili nimuonyeshe shetani mimi ni Mungu. Alafu kwa sababu mimi ni mkubwa sana, nitamuinua mwanadamu. Alafu nitamwekea DNA zangu mimi ashughulike naye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na vita haijaanza leo. Ukisoma Ufunuo, Yohana anaonyeshwa kule mbinguni kulitokea vita kubwa. Shetani anaitwa joka na malaika zake wakainuka, wala Mungu hakushughulika naye. Biblia inasema yule malaika Mikael akamdondosha kama umeme kutoka juu mpaka chini, na akawa mwenye ghadhabu kali kweli. Alafu Mungu akasema, ngoja na muumba mtu kwa mfano wangu. Akamfanya yule mwanadamu akakosea. Mungu akaandaa mpango wa pili. Adamu wa kwanza akakosea, akamleta Adamu mwenye asili ya uungu. Alafu kila anayemwamini anapokea hiyo asili ili kumshughulikia shetani. Akasema katika Mwanzo sura 3 alitoa unabii, alisema hivi, wewe, akamwambia wewe nyoka wewe, kuanzia leo naweka uadui. Jamani, ndio maana sisi na giza ni maadui tangu kale. Naweka uadui kati yako na uzao wa nani? Wa huyu mwanamke. Alafu Bwana Mungu ametupendelea sana. Hivi kwenye vita nikupe mfano hapa. Kwenye vita, yani tupigane serious. Sawa? Serious. Kijana mmoja njoo nikuonyeshe kitu hapo ambacho ameupendelea uzao wake. Na huu nabii aliusema Mwanzo sura 3. Maana wewe ni askari, ngoja nikufundishe vitu vinavyotokea katika ulimwengu wa roho. Mwanzo sura ya 3:15 pale akasema kwamba naweka uadui kati yako na uzao wa huyu mwanamke. Wewe utauponda nini jamani? Kisigino. Na wenyewe utafanyaje? Utakuponda kichwa. Sawa? Sasa wewe, nenda kwenye kisigino. Kisigino unakijua kisigino changu? Kiguse huko. Sasa huyu adui yeye awe anaponda kisigino. Sasa wewe piga kisigino serious. Alafu mimi niwe napiga kichwa. Jamani, nani atashinda hapa? Twende piga kisigino. Twende. Kinachotokea ulimwengu wa roho. Wazao teule wanapiga ya madhabahu. Piga huyo. Piga katika jina la Yesu. Nani atashinda? Uzao mteule ni lazima ushinde. Na hii imewekwa ukijisahau ukukumbusha wewe uko vitani. Ndio unaona kidogo uchumi umekaa kidogo unarudi, baba ingilia kati biashara zenu. Ukijisahau umekula na kushiba unakoma, anakuja yule kisigino baba ingilia kati. Mchungaji niko busy, nimefanikiwa sasa, niko busy na majukumu. Wa kisigino anaambia wewe kisigino store. Unaanza kushangaa mtu mpaka WWK ni mwanaume anakuja kanisani, kisigino kimepigwa huko. Lakini nataka nikwambie sisi tunapiga kichwa na vitu vinatokea katika jina la Yesu. Ushindi ni lazima, ushindi ni hakika katika vita ya ulimwengu. Wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Vita zinapigwa kwenye madhabahu. Jamani, haleluya. Vita zinapigana kwenye nini? Haya ndio yanayotokea katika ulimwengu wa roho. Na unajua Biblia ni nzuri sana. Kuna vitu macho yako ya kibinadamu hayana uwezo wa kuviona, lakini Biblia inakupa jicho lingine la kuviona vitu ambavyo akili na macho ya kibinadamu hayawezi kuviona. Ulimwengu wa roho ni fumbo. Tena Biblia inasema katika Warumi ile, hata maprofesa hawaelewi mambo ya ulimwengu wa roho, kwao ni upuuzi.
Lakini wewe uliokolewa unapata neema ya kuyajua mambo ambayo akili na macho ya kibinadamu hayana uwezo kuyajua. Hiyo ndio neema ambayo unaipata. Sasa mambo ya ulimwengu wa roho, watu wanasema hapa piga, kuna watu wanasema hawa wanapiga nini mbona tuone? Lakini ulimwengu wa roho ni halisi. Unafanya kazi. Upo na mambo yote yanaratibiwa katika ulimwengu wa roho. Kuna vitu haviwezi kutokea mpaka ulimwengu wa roho uwe umefanya jambo fulani. Hivi vyote tunavyoviona ni matokeo ya vitu vilivyokuwepo katika ulimwengu wa roho. Hata sisi, Mungu ni roho haonekani, lakini katika ulimwengu wa roho akapata wazo kumuumba mwanadamu, ndio tumetokea sisi katika ulimwengu wa mwili. Hata vitu kwenye maisha yako, kuna vitu ambavyo havitatokea mpaka udownload kutoka katika ulimwengu wa roho uvilete katika ulimwengu wa mwili. Na kuna vitu havitatokea sio kwa sababu vipo na Mungu ameviandaa kwa ajili yako, mpaka kuhani wewe mteule utakapoelewa kanuni na kuingia kwenye zile kanuni na kuchukua vitu katika ulimwengu wa roho na kuvileta katika ulimwengu wa mwili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu ni ya muhimu mno. Wafalme wa kwanza kidogo. Wafalme wa kwanza 18. Wafalme wa kwanza 18, mtu anzie mstari wa 23. Tusomea hapo kidogo tukapate. Vitu huwa vinaanzia katika ulimwengu wa roho, na ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa madhabahu. Hata watu wa giza wana madhabahu zao, kuna miti, kuna mibuyu, ili mambo yatoke katika ulimwengu wa giza wa roho yaje katika ulimwengu wa kawaida. Na sisi madhabahu yetu ni hii hapa, ili vitu vya kimungu vitoke katika ulimwengu wa roho wa Mungu vije katika ulimwengu halisi. Haleluya. Ndio maana utaona katika Biblia Mungu akitaka kufanya jambo lake maalum anawaelekeza katika madhabahu, jambo maalum. Jamani, haleluya. Soma. Kama ilivyo desturi yao, umeona hapo ndio maisha yao. Kisha Elia akawaambia watu wote. Wana huyu mtu anaelewa kanuni za namna ambavyo Mungu huwa anafanya mambo. Jamani, haleluya. Kisha Elia akafanyaje? Jamani, watu wa kwa mzee Juma, njooni. Jamani, watu wa kwa Sanya, njooni. Huyu mtu anajua anachokifanya. Jamani, tuko pamoja. Anajua itifaki ya Mungu, ili afanye jambo lazima madhabahu iwepo. Akawaita, akawaambia nikaribie. Watu wote wakaja wakamkaribia. Jamani, tuko pamoja. Kwa nini anaitengeneza madhabahu? Ni itifaki ya Mungu. Tuko pamoja jamani? Kwa nini unakuja hapa VRT? Ni utaratibu wa kimungu, kunakuwa na madhabahu. Jamani, haleluya. Hasa kukiwa na agenda muhimu. Jamani, haleluya. Madhabahu inahusika. Unaona, Elia anaelewa kwamba Mungu itifaki yake, utaratibu wake, madhabahu inatakiwa ijengwe. Na sisi siku 40 hapa tumeijenga madhabahu ya Bwana aliye hai. Alafu tunawaambia watu sasa njooni. Akatoa mawe. Sasa nilikwambia kuna madhabahu ya ulimwengu wa mwili wa kawaida, si ndio? Elia anaijenga madhabahu kama jenga. Jamani, haleluya. Anaijenga, anachukua mawe 12. Twende haraka.
Akaijenga madhabahu ya Bwana katika jina la Bwana Unaona sasa hapa anatengeneza, yani anaendelea kuwaonyesha kwamba hili linalofanyika, anaendelea kuweka ugumu. Yani kuni ukizimwagia maji mapipa hivi unategemea zitawaka? Anataka kuendelea kuthibitisha kwamba ninajua ninachokifanya, kwamba kwenye kanuni za kimadhabahu yasiyowezekana kibinadamu, Mungu huwa anafanya yawezekane. Akaongeza ugumu wa tukio lenyewe, kachukua kuni kaziloweka kwenye mapipa ya maji. Sije mkasema zilisuguana cheche zikatoka. Tunajaza maji. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wasije wakasema ana ndugu yake mbunge huko kamsaidia, kuna connection yamepata. Na kuna kipindi Mungu huwa anaondoaga hivyo vitu vyote. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kipindi Mungu anaondoa yale unayoyatarajia. Unasema hapa Mungu atanitokea, ingilia kati. Maombi ya siku 40, Bwana naomba mtaji Bwana. Lakini akili yako unasema mchungaji Kaduma ataguswa, atanipa 500,000. Lakini akili inakwambia kabisa. Sasa Mungu hapa Elia anathibitishia hivi, Mungu anaweza kufanya katikati ya kuni zilizojazwa maji mapipa, muujiza ukatokea. Katika nchi ya ugeni na wewe ni mtumwa na bado ukawa waziri mkuu, inawezekana. Madhabahu ya Bwana ikifuata taratibu zake. Jamani, haleluya. Shangazi si yuko BOT? Hakuna. Mungu tuliye naye ni zaidi ya BOT. Jamani, haleluya. Hapa unapiga mahesabu sasa, tunarejesha uchumi na kumiliki. Unaanza kuwaza sasa vile vitumbua itakuwaje? Sikiliza. Jamani, haleluya. Mungu anaposhuka mwenyewe huwa anavunja utaratibu, anavunja kawaida. Ndio kawaida yake. Tena anawachukua wanyonge wa dunia hii, waliozalaulika katika dunia hii, alafu anawabadilisha na kuwaketesha mahali pa juu, ili ajithibitishe kwamba yeye ni Mungu. Nataka nikwambie, yani hivyo ulivyo umefaa, wewe ni mteule. Jamani, haleluya. Anza kutembea kiteule. Mteule anajiamini. Mteule atishwi na mazingira. Mteule atishwi na hali. Hata kama hali zinaonekana ni mapipa yaliyojazwa, kuni zilizojazwa kwenye mapipa ya maji, bado anafanya kwa ujasiri. Jamani, haleluya. Wakajaza maji. Nini kikatokea? Twende hapo nimalizie pointi yangu ya muhimu. Tukamwite Bwana. Jamani, haleluya. Nasikia nguvu zimekuja tena kwa upya. Nasikia nguvu zimekuja kwa upya. Mteule lazima umiliki. Mteule lazima ijulikane. Mungu wako lazima atambulike. Lazima wajue ya kwamba yupo Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, na Mungu wa kwako wewe. Unaweka jina lako hapa. Maana uzao unaendelea. Mungu anaendelea kuwa na watoto wake. Ulisha kuangalia zile picha zina part 1 na part 2. Nasema yani picha imepigwa mpaka katikati, alafu nasema picha inaendelea. Jamani, haleluya. Wanasema sterling afi. Jamani, haleluya. Ndio hicho anachokifanya Mungu. Yani bado ana watu. Jamani, haleluya. Bado anataka aendelee kujulikana kwenye hii dunia. Hii dunia ambayo wanatamba sijui Freemason sijui. Anataka athibitike bado yupo Mungu wa kweli. Endelea hapo. Wakajaza maji akasema. Wakajaza mara ya kwanza, wakajaza mara ya pili, wakajaza mara ya tatu. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu. Nataka kueleza hapa, kwenye kila madhabahu kuna dhabihu. Hiyo tutaiongea kesho. Leo nataka nikuombee kitu kimoja tu hapa. Mungu wa nani jamani? Anataja uzao hapo. Sawa jamani? Anaunganisha uzao.
Yule Mungu aliyemtokea Ibrahimu Mungu alimtokea alipojenga madhabahu, akamwambia mtoe Isaka. Mungu alipoona kwamba Ibrahimu amekuwa tayari kumtoa mwanae wa pekee, Mungu akaweka matamko pale. Sasa Elia anasema Mungu wa Ibrahimu. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema anafuatilia uzao. Twende. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa mimi ni mteule. Leo tutamwambia Bwana, na ijulikane hapa Goba ya kwamba wewe ndiye Mungu wa Isaka na Ibrahimu, na wewe ndiye Mungu wa Mama Chabai, na ya kwamba Mama Chabai ni mteule wa Bwana. Kwa mzee Juma wajue hivyo. Jamani, haleluya. Na naona kama gorofa hivi linatokea pale kwa Chabai. Jamani, haleluya. Sasa wengine ambao kuni zimeloa maji utashangaa. Hizo ni kuni zilizojaa maji, sitishike. Kuna kitu kinakuja. Sema hapo. Nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Muona hapo, ijulikane ya kuwa wewe Mungu upo, na nimefanya yote kwa neno nini jamani? Kwa neno lako. Nakumbuka ile kanuni, neno. Hausemi maneno yako, unasema neno lake kwenye kinywa chako. Ni muhimu sana hiyo. Na ijulikane, rudi hapo, na ijulikane kwa neno lako. Na usikie Bwana, usikie. Ili watu hawa wajue. Mmoja kati ya kusudi alikuwa anataka watu wajue kwamba yeye ndiye Mungu. Yaani akataka amtambulishe Mungu wake. Jamani, haleluya. Moja, kwa nini ameijenga madhabahu? Anataka watu wajue kwamba yeye ndiye Mungu. Jamani, haleluya. Kwa nini tuko hapa? Tunataka ulimwengu ujue kwamba Jehova ndiye Mungu. Kuna Mungu anayefanya mpaka masikio yanawasha. Kuna Mungu anayetenda mpaka macho hayaamini anachokiona. Tuko hapa siku 40, tunataka wajue, Goba yote ijue, Mbezi Juu ijue ya kwamba Jehova ndiye Bwana. Tunaye Bwana aliyetutenga, tumekuwa wateule wake, uzao mteule, ndio sisi. Jamani, haleluya. Haleluya. Nini katokea? Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukateketeza sadaka na maji yaliyokuwemo katika mifereji yote, na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Wasiokoke hata. Vita madhabahu umeiona. Tuko pamoja jamani, tuko pamoja watu wa Mungu. Sasa nilikuwa nasema sisi bado nipo kwenye kipengele cha kuhani, uzao mteule, makuhani wa kifalme. Bado nazungumzia ukuhani wa kifalme. Nimesema kwenye ukuhani wa kifalme lazima awepo kuhani, lakini kwenye kuhani lazima iwepo madhabahu. Tuko mpaka hapo, si ndio jamani? Na nilisema jana madhabahu huwa inaendeshwa kwa matamko. Ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa maneno, lakini sio maneno tupu, maneno yaliyojawa neno la Mungu. Jamani, haleluya. Kuna maneno yanayotokana na tano la neno la Mungu. Unapo yatamka matamko hayo katika madhabahu ya Mungu, kuna vitu vinatokea. Ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa matamko. Jana tulisema hapa. Sasa leo nataka nikupe pointi nyingine tukaombe. Jamani, haleluya. Kwenye kila madhabahu kuna Mungu wa madhabahu. Pointi ya leo nataka ambayo tuishike. Kwenye kila madhabahu kuna Mungu wa madhabahu, na lazima Mungu wa madhabahu hiyo hajulikane. Kwenye madhabahu kuna Mungu wa madhabahu, na moja kati ya jambo la muhimu katika mapambano, lazima awepo Mungu wa hiyo madhabahu atakayejulikana, atakayethibitisha kwamba yeye ni Mungu, atakayethibitisha kwamba yeye ana nguvu kuliko Mungu mwingine.
Kwenye vita ya madhabahu katika ulimwengu wa roho, lazima kwenye kila madhabahu kuna Mungu, na huyo Mungu anatakiwa ajithibitishe. Ukisoma Samueli wa pili ile 17, na vita ilikuwa inatokea kimwili kati ya Daudi na Goliati. Ukiisoma vizuri, kabla hawajapigana, Biblia inasema Goliati akamlaani kwa miungu yake. Hiyo walikuwa wanaiona vita ya kimwili, lakini ilikuwa ni vita ya miungu. Goliati pamoja na ubausa wake, pamoja na mikuki yake, lakini alielewa kwamba mimi ili nimpige aka kadogodogo aka, lazima kwanza ni mlani kwa miungu yangu. Kafuatilie pale ile Samuel 17. Goliati akamlaani Daudi. Ningependa Daudi alipomsikia Goliati amemlaani kwa Mungu wake, hakuchelewesha, hapo hapo akajua ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa matamko. Kabla na yeye hajamsogelea, akamwambia unanijia kwa findo na mkuki, mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, na hivi leo kichwa chako kitakuwa ndege, watakula ndege wa angani. Ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa matamko. Jamani, haleluya. Lazima utamke ndio vitu vitokee. Kuna umasikini, lazima utamkie tunaachana leo. Na huo unasikia, una masikio ya kusikia, unasikia taachana na wewe kabisa. Kuna vitu lazima useme sikutaki, tunapoteana, tunaachana leo. Jamani, haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Kwenye kila madhabahu kuna Mungu wa madhabahu. Nikupe dondoo chache za haraka tukaombe. Kwenye kila madhabahu kuna Mungu wa madhabahu. Sasa wewe kama kuhani, wajibu wako wa kwanza ni kumjua Mungu wa madhabahu yako. Elia, unaona mikogo yote hii anaifanya, alikuwa anamjua Mungu. Yaani wewe uwezo ukashindana na manabii 400, wewe uko peke yako. Alafu unaambia njoni hapa. Isipotokea, hivi unafikiri isingetokea pale wangemfanyaje? Wangemla juu yani yule. Wengine wangeondoka na viatu, wengine wangeondoka na mkanda, wengine wangeondoka na suruali, wengine wangeondoka na kipisi cha huko. Elia alikuwa anamjua Mungu wake. Yaani unapata wapi jeuri? Unapata wapi jeuri leo hii kama humjui? Kwenye kila madhabahu kuna Mungu. Sasa kuna wapendwa wengi ambao Mungu wao mwenyewe hawamjui vizuri, wanaenda kukupapasa. Ndio maana hata nyau wakilia unakemea, shinda. Ukisikia marusha mchanga unakurupuka. Ukiona kuni zimejazwa maji umechanganyikiwa. Lakini watu wanaomjua Mungu wao wanasema hizi ni kuni zimejazwa maji, kuna moto ulao. Jamani, haleluya. Kuna moto ulao. Ukishuka Bwana, yasiyowezekana kibinadamu yatawezekana. Kuna watu wanamjua Mungu jamani. Kuna binti mmoja, tena nasema binti kwa sababu yule binti alikuwa na miaka 50, sema miaka 50. Alafu siku moja tu katika harakati zake za kumjua Bwana, akajisikia kutaka kuolewa. Alikuwa hajaolewa bwana. Alikuwa mwalimu, kaenda kwenye ualimu huko. Sasa vijijini, huo vijiji hamna wapendwa huko. Kwa hiyo kafundisha mpaka kastaafu. Hakutokea mtu wa kufanyaje? Wa kumooa. Sasa kaudi zake mjini, nataka kuolewa. Binti wa miaka 50. Jamani, haleluya. Kamshiba Yesu vizuri, anamuelewa vizuri. Akapiga maombi. Unajua katikati ya maombi, nilisema tu sio tu unapaza sauti, huwa kuna kuwaga na mafunuo Mungu huwa anakupa. Jamani, haleluya. Wakati unasema ingilia kati naangusha, huwa kuna kipindi Mungu huwa anakupa mafunuo fulani, na anakuwa kwa ajili ya kusudi fulani. Jamani, haleluya. Yule binti akaapa. Sasa lazima uwe unamjua Mungu. Akapata mafunuo. Sasa hapa hii muujiza ufike haraka. Akaenda akanunua suti ya bwana harusi. Jamani, haleluya. Bwana harusi hayupo, maana ni binti wa miaka 50. Akanunua suti ya bwana harusi, akaiweka ndani. Akasema, Baba, ninakushukuru kwa sababu mwenye suti amekuja. Sio atakuja, amekuja. Aivae suti yake. Rakate yanderebo sata. Wewe ni Mungu wa Isaka, Ibrahim na Yakobo, na ijulikane leo yupo. Unajua Mungu alichomjibu? Akapata wito wa kwenda chuo cha Biblia. Safari ya muujiza wake imefika. Akaenda kwenye chuo cha Biblia. Alivyoenda kusoma uchungaji wa miaka 50, kuna mchungaji kule bwana, chuo cha Biblia, kamuona.
Akamuona ni mrembo hajawahi kutokea dunia nzima. Akasema yani mimi chakula kiliki jamani, mimi nataka kuoa. Akamchumbia. Muujiza wa pili, baada ya itifaki za kifamilia kufatwa na muda wa harusi umefika, siku ya send off, yule binti wa miaka 50 akampa mchumba wake zawadi ya suti. Ile suti ilimtosha. Na nakwambia haya mambo sio muda mrefu, wakati nasoma chuo cha Biblia. Binti wa miaka 50. Unamjua kwa kiwango gani? Elia alimjua. Ndio maana hakuhangaika wakati kuni zinawekwa nini jamani? Kuna watu wengi wanapotea hapo wakati kuni zinawekwa maji. Ndio shetani anakuonyesha njia ya shortcut. Kuna binti alikuwa mwana maombi balaa, kakutana na bodaboda. Bodaboda tukamwambia nitakuoa. Imetosha kumchanganya. Akasahau kama ameokoka na ni mwana maombi. Akaenda kwa bodaboda akampa ujauzito, kuolewa akakosa, kabaki na mtoto ambaye hana baba. Kurudi kanisani aibu. Unamjua Mungu? Jamani, haleluya. Ndio maana Kaduma hapa kabla hujaomba anasema pata neno. Anataka uendelee kumjua. Jamani, haleluya. Ayubu 21 anasema mjue kidogo sana. Yaani kwenye issue ya kumjua ni sana, na kwenye issue ya kumtafuta kwa bidii. Jamani, haleluya. Hiyo ni kanuni. Sasa kwenye kila madhabahu kuna Mungu wa madhabahu, lazima ajulikane. Na mtu wa kwanza kumjua ni wewe. Maana atakutumia wewe kuwa kuhani sasa, ili aingie kwenye familia yako. Kuwa kuhani ili arejeshe vile ambavyo shetani amevichukua. Wewe ndio unachukua sasa, unakuwa mlango. Unakuwa nguzo. Haleluya. Unakuwa mteule wa Mungu kwenye kuhakikisha kila madhabahu ya giza ambayo ilitesa ukoo wenu kwa miaka, ukifika pale ukisema bomoka, inapasuka. Rana mosetaya papa. Rika julikane leo. Hivi wakina Elia wapo humu ndani. Jamani, haleluya. Unajua Elia alikuwa ni mwanadamu kama mimi na wewe. Biblia inasema alikuwa ni mwanadamu kabisa, aliyezaliwa na mwanamke. Lakini moja kati ya sifa ya Elia, alikuwa akiamua jambo lake linatokea. Mwanaume alikuwa yuko tayari kulipa dhabihu. Jamani, haleluya. Aliyekuwa akiamua kuomba, Biblia inasema alikuwa na uwezo wa kuomba kwa bidii. Anaomba ya kwanza haijatokea, anaongeza gia. Anaomba ya pili haijatokea, haijatosha kumzuia, anaongeza ya tatu. Anaomba ya tatu haijatokea, anaongeza ya nne. Ya nne haijatokea, anaongeza ya tano. Ya tano haijatokea, anaongeza ya sita. Ya sita haijatokea, anaongeza ya saba. Na ndio mwanadamu pekee ambaye hajaenda ile udongo kwa udongo. Yeye ilipofika amemaliza kusudi la Bwana, Biblia inasema magari ya moto kutoka mbinguni yalimfuata mteule. Ikataya. Usicheze na mteule katika jina la Yesu. Mteule wa Mungu ni hatari. Linaweza likatokea lolote wakati wowote mbingu zimetamka. Jambo lako ni dogo hilo. Dogo. Yaani sawa sisimizi anakuambia sasa, yani kubeba punje ya ubwabwa mpaka Kawe ni kazi nzito, ila wewe punje ya ubwabwa kwako. Lakini kwa sisimizi ukimwambia itoe hapa mpaka Kawe, ana uwezo wa kutumia miezi 2. Ataibeba hapa mpaka akifika kwa mzee Juma, hoi. Ni punje ya nini jamani? Ya ubwabwa. Ila wewe inaweza akawepo kwenye mfuko hata usihisi kama ipo. Unapiga cha. Ndio jambo lako hilo kwa Bwana. Yaani wewe una kazi ya kumfafanulia Bwana. Baba, sijaolewa mimi. Hamna anayeniona. Kama vile nimepakwa matope. Anakuambia hiyo ni punje ya ubwabwa wewe. Nataka nikwambie, ukimjua Mungu utaanza kuomba maombi haya. Sikiliza, kwa kadri unavyomjua Mungu, hautamwambia Mungu ukubwa wa matatizo yako, ila utayaambia matatizo yako ukubwa wa Mungu wako. Hautakuwa na kutosha wa kumwambia Mungu ukubwa wa matatizo yako. Utakuwa na muda wa kutosha wa kuyaambia matatizo yako ukubwa wa Mungu wako. Na kwa sababu utaomba prophetic prayer,
hicho ni kiwango cha juu cha maombi. Nataka nikwambie hakuna mfupa mkavu usioleta matokeo katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Rakatayanda rababababa ikatayakatayaka. Wakatokea tena wakina Elia, wakatokea tena yekatayakatayakataya. Kizazi hiki Mungu wa Ibrahimu anataka muendelezo wake. Rakataya, sogea madhabahuni, sogea madhabahuni. Nasikia fire. Akashusha moto, akashusha moto. Rekatasika kotosika rekiteketesika. Baba, tupe neema ya kuelewa hii, tupe neema ya kukamata hii. Katika kizazi hiki unatafuta mtu, unatafuta mtu, unatafuta mtu. Rekatasika shantekatika rekitekita, ambaye atatajwa kwenye madhabahu yako, ambaye atalibeba jina, ambaye atalibeba jina lako liweze kujulikana. Resite kataya remakatesika riketesika yaka. Isogelee madhabahu sasa, isogelee madhabahu. Ni mahali maalum. Sakatasa hararara satakas iketesika baba reketesika sheketeka satakas sakata ikatarasata okotosikete. Sogea madhabahuni, sogea madhabahuni, sogea madhabahuni. Kuna neema ya ajabu katika madhabahu hii. Shakata sikatika ikete sikariaka rekete sikitikara ikete sikariaka rekete. Kwenye kila madhabahu kuna Mungu wa madhabahu. Mungu wa Elia ndio Mungu wa madhabahu hii. Mungu wa Elia ndiye Mungu wa madhabahu hii. Mungu wa Elia ndiye Mungu wa madhabahu hii. Umekuja kwa madhabahu ya Mungu aliye hai. Umekuja kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Umekuja kwenye madhabahu ya yale yanawezekana. Umekuja kwenye madhabahu ambayo yote yanawezekana. Akamtokea Mariamu, akamwambia Mariamu, sikiliza. Mariamu, sikiliza. Kuna mission ya kimungu inakuja. Unatakiwa upate mimba na uzae mtoto wa kiume. Mariamu akasema, litawezekanaje jambo hili? Kawaida ya dunia ni lazima niwe nimeolewa ndo nipate mtoto. Akaambiwa, sikia wewe, kuna Mungu ambaye kwake hakuna lisilowezekana. Katika tumbo lisilomjua mume atakaa mtoto humo. Sekataya sekatararasata shetararakata shenanaota. Nyosha mikono juu. Natamani Baba wa madhabahu hii atuongoze katika maombi. Madhabahu hii ni madhabahu ya Mungu aliye hai, na tunaye kuhani wa madhabahu. Ngoja atuongoze kwenye maombi jioni leo. Hebu utafuatisha maneno ambayo Baba atatuongoza kabla tujaingia kwenye kuushusha moto. Kabla tujaushusha moto, sikia maelekezo ya madhabahu kwa kuhani wa madhabahu. Hebu weka matamko, weka matamko jioni leo. Weka matamko, weka matamko. Nyosha mkono wako juu kwa Bwana. Shekalalalasatas. Kuna maelekezo Roho Mtakatifu ametusaidia kuyaelewa anaposema yaeleze matatizo yako, ukubwa wa Mungu wa madhabahu. Ametusaidia kuelewa ya kwamba kumbe tunatakiwa kuwa na matamko sio yanayoeleza ukubwa wa tatizo kwa Mungu, udogo wa jambo hilo kwa Mungu, maana yeye ni mkuu sana. Udogo na Mungu anashuka, Mtakatifu anatokea. Sikiliza, anatokea, anatokea.
sasa katika matamko ya imani. Matamko ya imani. Nasema matamko ya imani. Nyosha mkono wako tena. Sema pamoja nami, Mungu. Mungu wangu. Nimekufahamu sana. Nimekuelewa sana. Nimekufahamu sana. Umeniinua. Nayaona mafuta. Nayaona mafuta. Katika nyumba ya baba yangu nayaona mafuta. Katika ukoo wangu nayaona mafuta. Ninayaona jioni ya leo. Ninayaona jioni ya leo. Na ninayaona jioni ya leo. Mafuta. Nyosha mkono tena. Mungu wangu, nimekufahamu sana jioni ya leo. Nimekufahamu sana jioni ya leo. Nimesikia neno lako. Nimesikia maarifa yako. Naona mabadiliko makubwa ndani ya familia yetu. Naona mabadiliko makubwa. Naona mabadiliko makubwa. Nyosha tena, Baba, nimekuelewa. Nimeelewa. Nimesikia sauti yako. Nimesikia sauti yako. Ninaona wewe unamiliki ndani ya familia yetu. Wewe unamiliki ndani ya familia yetu. Piga kelele tena, wewe unamiliki ndani ya familia yetu. Wewe unamiliki ndani ya nyumba yetu. Wewe unamiliki, Bwana. Nyosha tena, sema, Bwana Yesu, nimekuelewa jioni ya leo. Nimeisikia sauti yako. Agano lako lina ndani ya familia yangu. Agano lako lina nguvu. Kuna kitu kinatokea unapotamka. Kuna kitu kinatokea. Kuna kitu kinatokea. Kuna kitu kinatokea. Piga kelele tena, kuna kitu kinatokea. Baba, nimekuelewa. Nimekuelewa jioni ya leo. Nimeisikia sauti yako. Ahadi zako zinatimia ndani ya familia. Zinatimia. 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 Zote. 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 Ona zinatimia. Ona zinatimia. Sikiliza muombaji, hayo ni matamko yako ya imani. Ona zinatimia. Na Mungu anaanza na wewe. Na Mungu anaanza na wewe. Na Mungu anaanza na wewe. Nyosha tena, Bwana Yesu, nimekuelewa jioni ya leo. Nimeisikia sauti yako. Naliamini neno lako. Ninaliamini neno lako. Umenifunulia siri ya ajabu jioni ya leo. Naliamini neno lako. Urithi ulioibiwa na urejesha. Na urejesha. Na urejesha. Baraka zilizofichwa na urejesha. Na zirejesha. Na zirejesha. Heshima ya familia hii inarejea. Baraka za familia hii zinarejea. Zinarejea. Piga kelele, zinarejea. Piga kelele, zinarejea. Piga kelele, zinarejea. Paza sauti, zinarejea.
familia hii, maono ya familia hii, miujiza ya familia hii. Haya, piga kelele tena, sema Bwana Yesu, nimekuelewa jioni ya leo. Umesema na moyo wangu, umesema na nafsi yangu, umesema na roho yangu. Nimesikia sauti yako, ninatangaza kwa neno lako, familia hii haitachoka, familia hii haitaaibika, familia hii haitapotea, familia hii haitachoka. Piga kelele, familia hii haitachoka, familia hii haitatoka, haitachoka, haitachoka, haitaaibika, haitaaibika, haitaaibika. Piga kelele, haitaonewa, 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 haitakaa katika umaskini. Tamka matamko haya wewe. Karabashaka tararabaya, karabashaka, nyosha tena, sema Bwana Yesu, nimekuelewa jioni ya leo, nimekuelewa jioni ya leo. Nimesikia umesema nami, umesema nami, umesema nami. Neno lako ni kweli, neno lako ni kweli, neno lako ni kweli, neno lako ni kweli, neno lako ni kweli. Kwa habari ya familia hii, yote yanawezekana, yote yanawezekana. Ninatangaza yote yanawezekana, hakuna litakaloshindikana ndani ya familia hii. Hata kama kuna vifungo vya muda mrefu, hakuna litakaloshindikana. Hilo ni tangazo langu, hilo ni tangazo langu. Na kushangilia Bwana, niliyotangaza yanatokea. Na kushangilia Bwana, niliyotangaza yametokea, niliyotangaza yametokea, niliyotangaza yametokea, niliyoyasema yametokea, niliyoyasema yametokea, yametokea. Na kushangilia Bwana. Haya, kimbia mshangilie Bwana, kimbia mshangilie Bwana, sema yametokea, 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 yametokea. Piga kelele, yametokea, yametokea, yametokea. Hayo hapo, hayo hapo, hizo baraka, huo uzima, huo ushindi, yametokea. Mshangilie Bwana. Sikiliza ulioyatamka, yametokea. Yaamini maneno uliyotamka. Hebu sema, ninaamini maneno niliyotamka yametokea. Piga kelele, ninaamini niliyotamka maneno yametokea, niliyotangaza yametokea. Kuanzia sasa anza kupokea, anza kupokea, anza kupokea, anza kupokea. Tayari, 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 tayari ndani ya familia, tayari ndani ya nyumba, tayari. Piga kelele, sema Bwana, niliyotamka yametokea, niliyotamka yametokea, maana nimekuelewa. Piga kelele, nimekuelewa. Piga kelele, nimekuelewa. Piga kelele, Bwana, nimekuelewa. Nimetoa tangazo, kila nilichotamka kimefanyika. Kama unaamini maneno uliyotamka, piga kelele, piga kelele, mshangilie Bwana. Nasema kama unaamini maneno uliyotamka, kimbia mshangilie Bwana. Kama unaamini maneno uliyotamka, hebu kimbia, sema yametokea, 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 yametokea. Tangu sasa naziona baraka, tangu sasa nauona uzima, tangu sasa nauona ushindi, tangu sasa naona mambo makubwa, tangu sasa, tangu sasa yametokea. Nasema kama unaamini maneno uliyotamka,
uliotamka, kimbia, sema yametokea. Yametokea. Piga kelele, familia imejiriwa. Kama unaamini maneno uliyotamka, kama unaelewa ya kwamba uliyotamka ni maneno ya imani, sio maneno ya kawaida, wala ukwa ulichotamka kimetokea, mshangilie Bwana, yametokea. Mshangilie Bwana, yametokea. Swali, Roho Mtakatifu anakuuliza, je, unayaamini maneno uliyotamka? Roho Mtakatifu anakuuliza, je, unaamini maneno uliyotamka ya kwamba ni yana uhakika? Hilo ni swali. Kama unaelewa, tembea, mshangilie Bwana. Mshangilie Bwana. Umetamka mambo makubwa. Umetamka mambo makubwa. Umetamka juu ya urejesho. Umetamka juu ya ngome kupasuka. Umetamka juu ya roho ya umaskini kukimia. Umetamka juu ya roho ya mauti kutoweka. Umetamka juu ya uchawi na mawakala wa giza kuangamia. Haya uliyotamka yametokea ndani ya familia. Roho Mtakatifu anasema yametokea. Roho Mtakatifu anasema yametokea. Hebu shangilia kwa Bwana, yametokea. Maneno 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 maneno. Matamko yangu Bwana ameyaheshimu. Matamko yangu Bwana ameyaheshimu. Bwana ameyaheshimu. Bwana ameyaheshimu. Matamko niliyotamka, matamko niliyotamka, yote 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 yote, kila nilichotamka kwa habari ya familia, yote 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 yametokea. Ayayayayayay. Wakati unaomba huko unamshangilia Bwana, sione hizo baraka zimetokea. Ona hiyo neema imetokea. Ona ya mabadiliko yametokea. Umewapiga mawakala, sema nimewapiga wamekimbia. Sema nimewapiga wamekimbia. Hawatakuwepo tena. Hawatakuwepo tena. Madhabahu ya Mungu imeshinda. Madhabahu ya Mungu imeshinda. Ndani ya familia yako madhabahu ya Mungu imeshinda. Piga kelele, madhabahu imeshinda. Kombe ni la kwako. Baraka ni ya kwako. Ayayayayayay. Oh Yesu, nimekuelewa. Nimekuelewa Bwana. Kwa habari ya hii familia. Nimekuelewa Bwana. Nimekuelewa sana. Nimekupenda sana. Nakushukuru sana. Haleluya. Haleluya.